nimesimama hapa kushuhudia ukuu wa Bwana kwa sababu ametutendea. Bwana tukuze sana. Ilikuwa Wednesday kwa kuwa na safari ambayo ilikuwa kidogo, safari ya masaa 5 wapendwa. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu tuliona neema zake katika safari, na mahali ambapo ile dhabihu tulikuwa tunaenda kutoa, Mungu akatusaidia, akatushindania, tukapata ushindi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni jambo la kushukuru Mungu kwa sababu kuenda over the way from here Garissa na kurudi ilichukua mkono wako. Mungu awabariki sana na wapendee neema. Amen. God bless you. Kugundua kuwa katika kanisa sio bure. Asifiwe Yesu. Wewe ambaye huwa unakosa kwenda kanisa unakaa tu hivyo, huwa unakosea sana. Nimekuwa nikimisi kuja kanisani, niko na mwezi na wiki 2, lakini sikuwa nimekaa hivyo tu bure. Tulikuwa tumeadhimishwa na Boro hospitali. Bwana ametutendea. Bwana Yesu asifiwe. Boro ilikuwa inapika sana, anasema wale wako kanisani wanafurahia. Na mimi nashika kama mtoto anajua kuwa kanisani kuna mkarimu mkono wa Mungu. Na sisi watu wazima huwa tunakosa tu bure tuwepoweka. Ole wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wako hospitalini wanamisi kuwa mahali hapa. Usikae kama bure hatunakosa kuja kanisani tuwepoweka kama una Mungu. Kuna wengine wako na hiyo Mungu lakini hawana nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa maana amekuwa mwaminifu katika hiyo safari yote. Tumemuona Mungu Moroni mzima anangojea tunapewa ruhusa akuje nyumbani, na ninajua ya kwamba Sani atakuwa hapa kwa jina la Yesu. Ninashukuru Mungu kwa maana tumemuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio hivyo tu, huyo mtoto ametolewa maji kwa roho mara 2 na tumeona ushindi wa Mungu. Madaktari walikuwa wanasema sio kawaida mtu kutolewa maji kwa roho mara ya kwanza na ya 2. Lakini Boro alishinda kwa kuwa kuna Mungu mbinguni. Alishinda kwa ajili ya maombi yako na huyo mwingine. Ninawashukuru wote ambao walisimama na sisi. Huyo mtoto saa hii ako nafuu, hata ukimuona wewe sema alikuwa kwa wote. Mungu amempigania. Kwa asifiwe. Yeye anangojea kupewa nafasi ya kuja nyumbani, tukukuja na yeye. Nilimwacha na Toni nikamwambia Toni kuje ukae na yeye na mimi niende kanisani. Nisikie wenye wengine wanasikia. Tumebarikiwa. Tunashukuru Mungu. Sisi tuseme nini? Bali ni kumshukuru Mungu. Kuna wakati ilifika, mimi hata mngenipea pesa ingenisaidia. Hata ningepewa milioni ngapi mimi asingenisaidia. Nilikuwa nahitaji tu Mungu. Na nimemuona huyo Mungu. Ilifika na wakati nikafika mwisho. Ninashukuru sana mtumishi wa Mungu. Kwa maana wakati umefika mwisho pasta anasimama hapo kupea nguvu. Kama kuna mtu nimesumbua hiyo kipindi ni pasta. Nilikuwa naambia pasta ujue ni wewe kwa hiyo nafasi tumisi uko. Na amesimama na kusema tu kweli. Ametuombea, tumemuona Mungu. Ilikuwa nafika mahali imani yangu ninaona kama itoshi, ninajiunganisha na ya pasta. Ninasema Mungu kulingana na ile imani nilikuwa na pasta hapa ilikia. Kuna mahali nafika unaona uwezi. Na wakati kwa katika hiyo kipindi unaanza nguvu ya kuomba. Unahitaji watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana pasta kwa maana ajali kutoka. Kila siku alikuwa anatuombea. Kila dakika. Mimi nikiona ni kama niko mwisho ama ninaona ni kama hapa sio mimi naambia pasta. Hadi tuombee Jumani tumefika. Sisi tumefika mwisho. Lakini tumeona Mungu, Mungu amepona, ametolewa maji kwa roho mara 2 akatokea kwa mshindi. Shetani akataka tena kujiinua ikarudi kwa mbavu. Bwana Yesu asifiwe. Una imagine mtoto amewekwa kwa mbavu ya pande ya right, pande ya left kuna maji bado inatosha, inangoja atolewe kwa pande ile iko pande nyingine. Lakini nilikuwa naaminia Mungu. Ninaambia Mungu ulijua hii siku itafika. Na uwezi jaribu mtu na majaribu ambayo hawezi shinda. Ninajua hii yote tutashinda. Akatolewa kwa pande ya right. Kukaa kupigwa picha inaonekana tena inarudi pande ya right ile maji. Nikagundua huyu ni shetani anataka kujiibua. Nikaambia Boro hakuna maji ingine unatolewa. Paipo hautawekwa kwetu tena. Ukitolewa pande ya left hautawekwa tena. Kurudi picha, kurudi on Wednesday, ukaambiwa lazima aende theater, aende kwa kamera kalekao kwa mwili ipigwe picha. Akaambia hiyo maji imeisha. Ninashukuru kwa maana Mungu ni mwema.
mwaminifu. Mbona alikuwa anaomba maombi, anaambia Mungu, mimi ninajua sio mzuri sana, lakini ninajua kuna jambo moja nilifanya ukafurahia. Hiyo jambo tu niponye kwa ajili ya hiyo jambo. Ole wako wewe unakaa katika nyumba ya Mungu hivyo. Tafuta jambo tu utakuwa ukifanya katika nyumba ya Bwana, ambao wakati itafika ukumbushe Mungu, kuna jambo nilifanya Mungu, nikumbuke kwa hilo jambo. Kama huyo ni mtoto anajua sio mzuri, lakini kuna jambo alifanya Mungu akafurahia. Mungu aliponya mdogo kwa ajili ya imani yake. Hapo na imani ingine hata sijui. Tu wakati mimi nilikuwa chini, yeye ndiye alikuwa anasimama. Anajua ni mimi ndio mgonjwa, hata sio mama yangu. Anasimama, anaambia Mungu, nitaishi kwako, nitaishi kukutumainia. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona ushindi kupitia Moro. Amepona saa hii, amewasalimia nyinyi wote. Na hata yeye anaamini saa hii atakuwa kanisani. Tuzidi kumwombea Mungu awabariki. You can do better, better, better. Give him glory, give him praise, give him glory. Hallelujah. Sifa na utukufu zimrudie Bwana. Amen. Amen. Kazi mmoja akanipigia simu akaniambia na jueni mwalimu wa Sunday school ikabidi tu uende. Nikaona hakuna haja ya mchungaji juu. Ukiona kitu anakuambia lazima hata wewe mwanana tu uwe nini lazima usome. Ndio nikaanza masomo yangu. Na kila siku nikienda kusoma nilikuwa nakuja home kama nimeelezwa kitu. Hata siku anaelewa nilikuwa nasikia kuna msigo na beba, lakini ni kama nimekuziwa msigo kila time nikienda lesson na BLC na tulikuwa tunasoma. Tukaendelea hivyo mpaka tukamaliza. Tukasoma topic ilikuwa inaitwa Marks of Committed Daily. Nikaona kweli mimi nimekosea juu. Nilikuwa nimeagi na pastor na nimeomba msamaha kutoka kwa Mungu. Juu yeye nafaa kuwa chini yake, akiniambia kitu nanyenyekea juu niko kwa neema yake. Ndio nikaendelea hivyo mpaka nikaenda invitation hiyo. Huyu tukaambiwa sisi ni ambassador wa Wadasta wanapo kwa kila mtu kwa chache. Sasa mimi ni ambassador wa Juja kama. So mimi ni baden bearer wa hii kanisa. Na ninasema ni asante juu kwa kuwa mimi nisikia nilifunguliwa ndio nipata space ya kubeba misiba ya kanisa hii. Na Mungu atanibariki niweze kuibeba. Nashukuru Mungu. Celebrate the Lord. Hallelujah. Mpatie makofi mazuri. Opportunity kama hizo hazipatikani kawaida. Give him praise. Hallelujah. Give him glory. Jesus is seeking the glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Naitwa Kibeshara. Shule yangu nikiwa shule kwa kadao nikafungwa na namba 5. Nikakuja hapa nikapiga picha. Siku kujika mkono. Amen. Tupigia Yesu makofi.